Usikia? Usiogope. Mzee uko wapi? Mwenye sijui uko wapi. Kizimba, na wapo kwenye hizo kazi? Bwana, lakini vishanishinda tu. Ndio nataka nijiache. Yaani hapa kazi imebakia tu moja tu. Tumtafuta huyo mkuu, tumuue ndio nibakie huu kidogo. Achana navyo hivyo. Hivi ndio baadaye. Wewe twende tukamtafutie mwenzako. Njoo twende. Sawa. Wapi sasa? Wewe twende. Mnafikiri mnaweza kukimbia? Hamwezi kunikimbia mimi. Hata mfanyeje. Mkuu. Na huyu Sam kaamua kujiingiza katika wasaliti. Tunamuona. Muona makini sana. Kwanza wewe unaweza kupigana na sisi. Maana kwanza vijana wako wenyewe wanaanza kukuchika mmoja mmoja. Huwezi kupigana na sisi. Haki dabaki kuwa haki tu. Kama vipi tuingie ulingoni tuzipige. Ole wenu sasa. Mume muue rafiki yangu Lunes. Atoki mtu hapo. Hivi nyie hapo mlipojikusanya hapo watatu, mnaona mnaweza kupigana sisi? Hebu mkuu kwanza pembeni pale. Poa, msijalizika kabisa. Nasi kama Jafa huyo, ngoja nimalizie. Unaona sasa? Vijana wote waliowategemea sasa wamekufa, mbaki peke yako. Sina nenda kusaidia leo. Bado wadogo sana. Sam. Unaona sasa? Vijana wako wote sijui nani atakutetea sasa. Ya mweze mkashindana na mimi. Wewe amekufa. Sam amekufa. Amekufa. No. Sasa wapumbafu. Takuwa. Tuwahi nyumbani. Sawa. Huyu kwanza.
nyumbani ni mbali. Kwa nini usitumie uwezo wako tupotee twende faster tu? Poa. Kule sipotee. Siwezi kupotea kwa sababu ule mkuu ashakufa kule. Sasa hichi kitu wewe twende nitakuelezea baadaye. Twende. Yaani Samia watu kuna matatizo mwanangu. Hadi mwenyewe mwanangu siamini. Sasa ni hatari. Nani hatari kwa yule jamaa wako yuko wapi huyo mdi? Sielewi, alafu kesho shule yani sijui hata yuko wapi yani. Aisee yani jamaa yangu. Simu naita. Ye. Hebu tumsikie anaongea. Pokea. Yani hapa nipo huko mwanangu, nisharudi zangu nyumbani mwanangu. Yule uwenja kaniachia, nimemwomba msamaha. Kaniachia kwa hapa niko zangu nyumbani. Ko amekuacha kabisa umeenda mwanangu? Kaniachia mwanangu, yani basi ya Oh my god. Bora hivyo. Namshukuru Mungu sana. Yani amani kabisa. Yani amani kabisa ni mwanangu. Usiwe na wasiwasi mwanangu. Nini? Huku kazi ishaisha, yani wewe kama unataka kuja njoo tu. Mwanangu mimi naogopa nisiweze kuja tena huko mwanangu. Yani wewe kuwa free kabisa kwa sababu pale ile njia danger zone ishapitika vizuri. Hakuna tatizo wewe njoo. Basi hapo weekend ijayo. Unakuja weekend ijayo? Mwanangu. Mwanangu uje mwanangu, afu ukija sana enjoy tena bakwata kula bata. Hapo fresh basi. Basi hamna noma. Sisi ndio tunarudi hivi maskani hapa tujafika. Sawa, nafiki salama. Basi poa. Amepona bana. Yule hapa amepona mwanangu. Ni maana sielewi, si ningeenda kumwambia nini kwao na kesho shule. Asipoonekana mimi ndio nitakuwa kila kitu sababu ameaje kwao anakuja kwetu. Blaza. Kama umekaa hapa bana. Fresh ya kidogo nisimamia. Hapa nini? Vitu vyetu tunajua tena kibovu kiko nikawa jaa bana. Wana muda kidogo tu hapa. Una muda? Hii hapa mimi niko naongea naye hapa. Nani tena huyo? Sio kama nini? Yule jamaa wangu amekuja kaondoka leo. Yaani wewe ndo kanisababishia kila kitu matatizo, si danger zone kule kote nimefika. Na pambana mimi toka nizalisha sijaona mtu anapotea. Mambo mbaya msije. Hata utani. Eti mtu anapotea tu. Sasa na mtu ananishika tu unapotea naye. Hapo kwenye kupotea mimi sijaelewa mpaka dakika hii. Wewe mnapotea poteaje mwanangu? Pale. Ni mwanangu pale. Yule jamaa alikuwa ana uwezo fulani hivyo ajabu. Sio kwamba sisi ndio tulikuwa tunapotea wenyewe. Yaani yule jamaa kuna majani fulani alikuwa anatupatia. Ambayo ile majani tulikuwa tunatumia sisi kufanya kupotea. Kwa sisi kazi yetu kwani anatupa ile majani tunapotea tunafanya kazi. Sio malizo kufanya kazi. Baadaye tena majani akisha kazi anatupa tena kama yeye ndo ana nguvu au yeye na control majani. Yaani alikuwa na kimzimu. Ambacho hicho kimzimu yeye alikuwa anatumia chenye ndo kinafanya nini? Kinafanya kwa control ile majani. Ambayo ile majani sisi ndo tunatumia. Sio kama ni yeye ndo nikajua ni majani kidogo nielekeze na mimi. Wewe unafikiri sasa hizi kuna mtu akikuwa anashinda nachukua ile majani kubeki. Sasa ila mwanangu na roho ngumu. Kutoa masiara. Kama unaua mtu kweli serious. Maisha, unajua maisha mwanangu. Unaweza kujikuta unaenda sehemu ambapo yani unafanya vitu ambavyo mwenyewe hata mwenyewe uvitarajia. Yaani nijikuta tu naua. Zipo hizo. Maukoto. Ndio maana shule na vimba. Sasa wewe unafikiri pale mamina pale. Mamina kila siku. Unakumbuka mwanzo nilikuwa naomba nini? Unaona wewe unaona hizo siku nilikuwa nafanya hilo tukio. Nakula. Kwanza hadi kuna wengine nilikuwa nanunulia. Hello Ocean na mimi nasubiria hela za Limidio pale. Kisha lipa miezi yote hadi 7 huko nishalipa miezi yote. Bora zako wewe mwanangu. Kuona maana sasa hivi maisha yanarudi kama zamani sasa. Si hapo lazima arudi kama zamani. Maana yule jamaa ile tulikuwa tunazitoa kule. Kwa hiyo lazima sasa zile hela ndio zimebakia ambazo sasa hivi zimebakia na hela kidogo tu ambapo zinanisaidia. Sasa sijui hapa hizo hela zikiisha itakuwa sasa nikukatishe. Hizo hela hizo nazo. Tafuta sehemu, fanya shughuli, wekeza. Unatoka shule unajua kuna shilingi ngapi inaingia huko. Ukizubazi inaisha tutakuwa omba kule kwa mdhamini.
Unanielewa? Yani hapo mwanangu hapa inabidi nifanye hivyo maana Fanya hivyo tena ukifanikiwa sasa. Kikubwa ukifanikiwa. Nyoko nilijua tu lazima utasema hivyo. Ila mwanangu hizi hela za urahisi bana hizi ni mbaya sana. Japokuwa nilikuwa na ujasiri na huwa natoa roho za watu. Lakini hizi hela sio nzuri sana mwanangu ni kuzitumia katika maisha ya kimya. Yaani tena wewe unajua mwanangu, una bahati sana. Yaani chukua muda sasa hivi. Mkumbuke Mungu wako, usali. Maana angalia katika watu ambao unashirikiana nao. Wengine wamekufa, wewe uko hai kweli kabisa. Yaani chukua muda sali, tubu mwanangu. Umeua watu wengi jua. Shauri yako mwanangu sio vizuri. Msifanye virahisi, piga kazi, zege zipo kila siku barabara zinatengenezwa. Nenda kajichanganye Jumamosi unapiga hela, Jumapili, Jumatatu shule unatamba. Au unasemaje? Kweli. Kwa sisi tunakula miogo pale nadhani nini? Sasa kitu nyima tushamdanganya mzazi ametunyima, tunapiga kazi. Beba matofali unapata. Lakini hiyo yani mwanangu nimejifunza kabisa. Ndio fanya hivyo. Sitegemea kama nitakuja kufanya tena ile tukio hiyo. Na kuna wakati nafika najuta kabisa kwani nilikuwa nafanya ile tukio la vile. Na usali sasa. Lazima nianze kusali. Sio lazima. Kesho nitakupitia kwenye msikitini. Sawa kabisa. Nasikia Aisha, nasikia Aisha, Mungu amfikinga yake. Nende kabisa, tukoje na hapa tuna hela za wote. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Mwanangu ili pindi la leo hivi umeelewa kweli? Nimeelewa baadhi. Kwa mfano biology nimeelewa, ila physics accident lay unaijua vizuri. Kuna nimekaa tu hivi. Kama ile swali kwenye biology umeelewa sana pale. Biology kuna lile swali ambalo nilikuwa nauliza eti kwa nini popo anaona usiku? Anaona usiku sana hapo mchana anaona yani haoni. Popo anaoni mchana. Popo anaona mchana kwa sababu kuna kitu kinaitwa rods. Sawa? Rods ni kitu ambacho kinasababisha mtu kuona usiku kwenye giza kwenye macho hapo. Na cones ni vitu ambavyo vinasababisha mtu aone mchana. Sasa popo ana concentration kubwa ya rods than cones. Kwa sababu usiku anaona sana kwa sababu ana concentration kubwa ya nini? Ya cones kuliko nini? Kuliko rods. Ndio maana usiku anaona kuliko mchana. Kwa hiyo binadamu maana yake sasa unaona mchana sana kuliko usiku. Kuna concentration kubwa ya rods kuliko cones. Sawa kabisa. Bwana kama haya. Mambo vipi? Lakini cheki mimi nawashangaa. Hivi cheki nimekaza taa, cheki si shuleni kwetu. Hadi raha, unaona? Kwanza sivai socks, unaona? Yaani unaona mimi ningesomea shuleni ile? Yaani ningekuwa mvurugaji. Cheki. Hivi walimu hawaoni au? Hamna. Unaona sisi pale shuleni hatubani kama nyinyi. Lakini yote hayo hivi shule vinaingia kweli? Hivyo hivyo. Unajua tena bila kujibidisha jinsi shule jinsi ilivyo. Yaani usipojibidisha pale usomi lakini nyinyi unashangaa wale zinakuwa nyinyi. Kwa mfano sasa hapa Bongo